kwa hii milima na tunaabudu Mungu wa huu mlima. Bwana asifiwe. Walikuwa wanaabudu Mungu wa kweli. Hawakuwa wanaabudu Mungu bandia. Alikuwa ni Mungu wa kweli. Kwa sababu Yesu anamwambia kwamba saa itakuja ambayo waabuduo wa halisi hawataabudu kwa mlima huu wala wataabudu Yerusalemu, bali watamwabudu Mungu kwa roho na ukweli. Bwana asifiwe. Maana Mungu Yesu anamaanisha kwamba kuabudu pale mnaabudu Mungu ambaye hamjui. Lakini sisi tunaabudu kitu ambacho tunakijua. Maana wale walikuwa wanaabudu kitu ambacho wameambiwa na mababu ya kwamba huyu ndiye Mungu, wanaenda kuabudu wakiabudu kama wanaabudu Mungu wa ukweli. Bwana asifiwe. Lakini maandiko yanasema kwamba huyu mwanamke alisema ukweli ndani yake. Akasema ya kwamba ninakuona wewe ni nabii. Alikuwa mkosaji, alikuwa mdedela, lakini akasema kwamba nimekuona na nimekumbua kwamba wewe ni nabii. Maana mababu zetu walituambia kwamba utakuwa wakati ambapo nabii atakuja na yeye atatufunulia mambo yote nini wazi. Bwana asifiwe. Akachukua andiko ambalo mababu zao walikuwa wanaofundisha ukweli mtupu. Sasa imesema ukweli. Je, wewe uliye wa sawa, ambao wewe si mwongo, si mtangazaji, si malaya, si nini, you are just special, saa nzuri. Wewe ni saa nzuri. Je, kuna siku ambayo umaifanya uongo? Umaitanganya, umaitenda kitu ambacho akiambatana na usawa wako? Bwana asifiwe. Mimi nilikuwa na wakati ninapoomba roho ikawa niambie tu kuhusu kuomba msamaha, kuhusu roho ya umaskini katika kanisa letu. Roho ya umaskini katika kanisa letu. Roho ya umaskini. Tunafanya kazi, tunatoka asubuhi tunarudi jioni. Tunatoka asubuhi tunarudi jioni. Hakuna mazaa na familia yetu. Hakuna mazaa ya ibada, hatuna mazaa ya ushirika, hatuna mazaa na familia. Tuna mazaa na kazi, lakini mwisho wa siku hakuna furaha kwa kazi ambayo wanaifanya. Hakuna sadiki kwa kazi ambayo wanaifanya. Umaskini unakuandama asubuhi na jioni. Umaskini unakuandama asubuhi na jioni. Kwa nini? Nikaona kwamba maybe tulikuwa watu wazuri, lakini tukasema uongo. Vile saa mbovu wakati mmoja inaweza sema ukweli, na saa nzuri wakati mmoja inaweza sema uongo. Na kwa sababu ya huo uongo, maana baba yetu ndiye anayesababisha hivi vitu vije. Na anasema kwamba yeye atazuia wanao kula. Kama tutamwabudu kwa ukweli, tutamwabudu ndani ya roho. Ukisoma kitabu ya Yohana sura ya 2. Yohana sura ya 2. Kwa nini tunataka kushuka chini? Inasema kwamba atazuia wanao kama tutamwendea Bwana. Vyote vilivyoliwa na watoto, vikaliwa na wanyama, vikaliwa na waizi, vikachukuliwa kwa nguvu, ataturekeshea kama tutamwendea. Kwanza zile. Haleluya. Roho ya umaskini imekita kanisa hili. Roho ya umaskini imekita kanisa hili. Reason, kila mmoja anafanya kazi ndani ya hili kanisa. Kila mmoja ni kijana, ni mama, ni mzee. Kuna mtu anakuza, unaenda mahali unafanya kitu. But mwisho wa siku you have nothing. Mwisho wa siku you have nothing. Mwisho wa mwezi you have nothing. Ukiambiwa umekuwa na nini? Sina kitu. Unafanya nini? Nafanya kazi. Umelipwa ndio. Uko na nini? Sina kitu. What's happening? Haleluya. Mimi niendelee ndani ya kanisa. Ndio maana nikasema kwamba we need to pray about this roho ya umaskini. Omba tu Mungu akurekeshe kwa miguu, akurekeshe nyuma. Ni wapi nimekosea Mungu ambayo umesafisha walaji wamekuwa mbele yangu? Ni wapi nimekosea? Mbona hujasuia huyu mlaji? Mbona hujasuia? Maana ndiko tunaambia kwamba uko na uwezo wa kuzuia mlaji. Ni kwa nini mlaji unachukua mbele yako? Unasema mbele yako. Ni kwa nini ninapoweka sioni, ninaweka ndani ya mfuko, jioni ninapokuza hivi, zote zimetoka. Kwa nini zimetoka? Bwana asifiwe. Mungu anasema kwamba tumrudie Kristo.
Mtu kwa njia. Mtu mahali ulianzia pale. Kila mmoja kuna mahali alianzia. Hapo mahali ulianzia. Ndio ukaamua kwamba kuanzia leo utamtukuza Kristo. That place put hapa na uanze safari ya kufanya nini? Wewe maskini tukimbie. Wewe maskini tuondokee. Kanisa la Bethel roho ya umaskini ilisimama. Baya sana. Baya sana. Baya sana. Roho ya umaskini ilisimama baya sana. Na tunafanya kazi. Tunaomba ya kwamba Bwana tufungulie milango ya kazi. Bwana anafungua milango. Mungu anafungua milango. Tunapokea kazi. Hata kama ni kuuza matunda, ni kazi unafanya. Lakini mwisho wa siku nimefanya kazi lakini sina kitu kwa mkono, sina kitu kwa nyumba, sina kitu kwa mfuko. What's happening? You kama tuliza kitu kama hicho. Kama sijui mimi ndio naona hiyo kitu pekee yake. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini kama nimeona inamaanisha kwamba kanisa liko na hiyo shida. Kanisa liko na hiyo shida. Na Mungu anataka tusumuzie, tuombe kwa ajili ya hiyo shida. Roho ya umaskini. Hii wiki yote ninaomba tu nyinyi prayer warriors ambao mmefika siku ya leo kanisa hili. Nataka kuishi nyumbani kwetu. Kwa maombi yako, tanguliza tu roho ya umaskini. Kama si wewe, nilipo kuomba kwa ajili ya mzee fulani, mama fulani, mtoto fulani, nyumba fulani. Maana roho ya umaskini imekita ndani ya kanisa la Bethel. We are working, but we are not benefiting from our work. Mungu alifanya kazi siku 6 kwa wiki. Na siku ya 7 akakaa, akasimama, akaangalia, akafurahia uumbaji wake, akafurahia kazi yake. Hakuna mtu anafurahia kazi yake. Hakuna mtu anafurahia kazi yake. Ameni ya Kristo. Ameni ya Kristo yako. So inamaanisha we are praising God on our lips, but within our heart Mungu ako mbali na sisi. Tunaweza kuwa tunamwabudu Mungu kwa vinywa vyetu, lakini ndani ya mioyo yetu Mungu ako mbali na sisi. Maana kuna mafundisho ilifundishika na yakafundishwa na yakafundishika na watu wakasikia na wakayasambaza na yakatembea kama moto kwa ngano na watu wakaipokea na yakafunga njia za Mungu. Pale watu kuona Mungu, watu wakawa wanaona mafundisho yasiyofaa. Na kwa sababu hiyo Mungu anasema kwamba turudi mahali tulikosea. Turudi mahali tuliangukia. Rudi mahali ulikosea, ulipotelea njia. Ukifika pale mahali, ambia Bwana nionyeshe njia ya kwenda, nimefika hapa ndipo nilipotea. Anaweza sio. Hakuna mtu anayekijua sana. Hakuna mtu anayejua mwingine kuliko wewe, Mungu na Shetani. Unajua everything. Satan knows who you are. Wewe unajijua wewe ni nani. Mungu anakujua everything. Wewe na Mungu unajua mahali ulikosea. Ninajua mahali ulikosea. Unajua mahali ulikosea. Hapo mahali mtu tu hapo. Wewe maskini. Ninapoomba for few days ambao tumeomba hapa kanisani, ninaona tu mbingu zikifunguka, watu wakiingia ndani. Naona mbingu zikifunguka, watu wakibarikiwa, watu wakitendewa, watu wakipona, watu wakifungulia, watu watafunguliwa, watapona, watatenda. Kwanza sio. Lakini haya yote yatatimia ikiwa prayer warriors inside the church watakumbuka mahali walikosea na waseme Bwana tuonyeshe njia. Maana kuna njia mbili. Tumesimama mahali hapa sikini nenda. Shetani anasema hivi, Mungu anasema hivi. Omba Mungu akuonyeshe njia yake. Unaposhika hiyo njia kuendelea, usirudi nyuma tena. Na Bwana atafungua njia. Anatengeneza. Saa mbovu kama inaweza sema ukweli mara moja kwa siku. Je, mimi niliye saa nzuri nitasema uongo mara ngapi kwa siku? Na ninyamaza na nifike nipo. Kula kwetu kuna kuku tunapenda sana kuja msituni. Kuja msituni mkuu mmoja. Tunapenda sana. Wale tunapenda hiyo kuku sana. Wakati unapotembea ukapita mahali ukaona zile kuku zinamea, vifaranga vinatoka, unachukua matawi unafunikia. Wakati unapofunikia mmoja mtawi kakaa pale, kila mmoja atakayopita akaona hao wafaranga
Na tawi liko juu, anajua kuna mtu alitangulia kuniona, hata kuuza au hata wakuza. Na wote kwa unapitia tu, unaangalia kwako, unapitia tu mpaka siku watakuwa unawatoa, unaondoa, unapeleka nyumbani, wanakuwa ni kitoweo. Kwanza zifike. Tunazungumzia kuhusu mushroom. Kwanza zifike. Mushroom. So kama kuna mahali ambapo ulifunikia karatasi, ulifunikia matawi, ulifunikia na mafundisho, ulifunikia na mahitaji, ulifunikia na mambo ambayo yanakusonga, ulifunikia na nini? Jitoe, fungua hiyo kitu, mwambie Mungu, na wakati ni huu. Ninakumbuka mahali nimesimama, na hata ilikuwa mahali sipazuri, nilikuwa nimejifunikia, nilikuwa nimefunika baraka zangu, nilikuwa nimefunika hazina yangu, nilikuwa nimefunika mapato yangu, nilikuwa nimefunika raha yangu, nimeifungua raha yangu mbele yako. Fanya nifurahie kwa yale ambayo ninayofanya. Na Mungu atafanya njia katika ile jambo. Tunaombea roho maskini kwa hii wiki yote. Hii wiki yote tunaombea roho maskini. It was not a prayer week, lakini kwa sababu nimekusa tuna roho maskini. Roho maskini ndani ya kanisa. Natamani tupate yeye ambao umefika. Si watu walio nyumbani. Kama unaweza shirikisha ile nyumbani wewe ndio kule. Lakini wewe ambao umefika mahali hapa, tuombe tupate roho maskini. Mungu achilie breakthrough kwa kila mmoja arudi kwa miguu mahali ambapo tulipotea. Baba yetu, Mungu wetu uishiye milele, ufalme ni wako. Jina lako mtakatifu. Tuna uwezo zaidi ya uwezo. Kuna sababu na makusudi ya kufika mahali hapa siku ya leo. Kusimama na kusema asante kwa sababu uko mwema ndani ya maisha yetu. Bwana, tunaomba msamaha dhambi na makosa tulizofanya, bila kujua kama wanadamu, na hata kwa kujua kwa sababu tumeongea na utukufu wako. Mungu, tunaomba msamaha kama tulifanya kitu ndani ya kanisa ambao ikafungua milango ya maskini, ikafungua milango ya maroho ya maskini, maroho ya ukame, maroho ya uhitaji ndani ya kanisa. Bwana, tunakuomba, maana tumeikundua maisha ambayo tunaishi. Bila usio ulipofundua, wakundua kwamba Bwana ametuaje. Maana magonjwa yametawala, umaskini umetawala, njaa imewatawala. Bwana, wakaomba wakalia mbele zako, wakaroma basi yao. Na Mungu karehemu wakumbuka agano lako, na ukarudi kukaa katikati yao, na wako wanahitaji tena. Bwana, tunakuita, tusaidie, achilie Roho Mtakatifu akaingie ndani ya mioyo yetu, akafanya mzako ndani ya nyumba zetu, afanya mzako ndani ya mioyo yetu, afanya mzako ndani ya familia zetu, afanya mzako ndani ya mafundisho. Kama kuna fundisho lilipita mbele yetu, likafanya mioyo yetu ikakosika, likafanya mioyo yetu ikajikunja kwa ajili ya ufalme wako, Mungu tusaidie. Nyoosha Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ili tunaposimama tukafurahia kazi zetu, tunapotoka asubuhi kurudi jioni, tunapotoka kibada tukasimama tukasema Bwana wastahili, maana tumeona ukuu wako. Wakati tunapowekea watoto wetu, tukiwekea jamii, tukiwekea kanisa na hata majirani, tunapopewa sifa na utukufu, utainua siku zote, maana wastahili. Asante Bwana kwa ushirika huu, asante kwa maombi haya, asante kwa mama na wazee, asante na vijana waliofika mahali hapa siku ya leo. Bwana, ni neema yako na kibali chako ulioandaa kwamba leo hawa watumishi watakutana na watataja haya mahitaji ndani ya kanisa, na wataomba ishu yao kwa ajili ya jina lako, na Mungu utashuka na kutenda. Kanisa liliomba wakati ule, Bwana roho yako ikashuka na mahali pale pakatendeka, na uwepo ukawa kila mahali, na kila mmoja akapona, na kila mmoja akapokea, na kila mmoja akainuliwa, na kila mmoja akashukuru katika jina la Yesu Kristo. Ewe Bwana, tusaidie katika huu mlima, tusaidie katika hii safari, tusaidie katika hii kanisa, tusaidie katika mahubiri, tusaidie katika ushirika, tusaidie katika Bwana, katika sehemu zote, hata nyumba zetu, kazi na biashara tunazozifanya. Bwana, tusaidie katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe Yesu, upewe sifa na utukufu, na kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, na tuseme amen.